tumefuatilia kwa sehemu kubwa, na tunakuahidi mbele yako leo kwamba yale maelekezo yote aliyoyatoa tutafanyia kazi. Tutaendelea kuunganisha wana Dar es Salaam na tutaendelea kuhubiri dhana ya amani ambayo itakapogurugika kama ambavyo tuliona kidogo inakuwa ni janga na inakuwa ni jambo kubwa mno. Maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma, moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote hii hapa stendi hapa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC, kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyopo pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule mpaka leo mnaona miundombinu hii inaonekana. Jaribio la tatu ilikuwa ni kuchoma jengo la TCRA na walichoma kibanda cha mlinzi. Jeshi likaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine ilikuwa ni kuchoma miundombinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, very like Dar es Salaam ingekuwa giza yote. Hospitali ingekuwa hamna, umeme hamna, miundombinu ya maji hamna na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema hapa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanae madhara haya tunayofanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunapoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii, labda na sisi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti hiyo. Mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui atapenya katikati ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali. Tuendelee kusema na makundi mbalimbali ili kila mmoja awe balozi wa amani hii. Kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu. Na mwisho kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu. Alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko ndugu zangu viongozi wa dini. Tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kama tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake akaja kwa makubwa. Tunakushukuru sana na tumefurahi zaidi kuona umeambatana na mawaziri wenzetu wengine, akiwemo kakaangu Mheshimiwa Ulega, akiwemo kakaangu Profesa Shemdoni, na tumeona maelekezo yako na jitihada zinazofanyika kuhakikisha huduma za usafiri zinakuja kurejea. Nchi hii ni yetu sote Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa kuja kutuona, kwa kuja kutupa matumaini, lakini tutakuwa tayari kutekeleza maelekezo mbalimbali utakayoelekeza. Maeneo ambayo yameharibika sana uliyojionea ni mifumo ya umeme, mifumo ya kukusanyia nauli, vituo vyenyewe ambavyo wameharibu vioo na maeneo mengine ya miundombinu hiyo yameharibika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na uharibifu huu umepelekea huduma ya mabasi yaendayo kasi kwa barabara hii ambayo tunaita ni ya awamu ya kwanza kusimama na kutoa huduma kabisa. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye ofisi ya kazi ajira ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi. Hii inaonesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Huyu anayekuambia choma na biashara za watu binafsi, anachoma na ajira za vijana wa Kitanzania. Kuna wakati
Kuna wakati tunasahau hadhi ya nchi yetu. Ndio maana mambo ya aina hii yanaweza yakatokea, na yakishatokea na mambo ya aina hii yakitokea, tunayachukulia kwa uwepesi. Jambo kubwa na gumu tunalichukulia kwa uwepesi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye tume hii, tuwaunge mkono wajumbe walioteuliwa, tuwape ushirikiano ili jambo hili liweze kutupa undani wa tukio hili jinsi lilivyofanyika na hatua stahiki za kuchukua. Hata palipoharibika mtajinyima tena tuparekebishe. Muulizeni hata mkulima, ni mkulima yupi anaweza akalima shamba lake na akaenda akaliwasha moto mwenyewe? Si hali ya kawaida hii. Hii si hali ya kawaida. Hakuna fedha inaitwa fedha ya serikali. Fedha ni yenu wa Tanzania, ndio inayofanya maendeleo haya. Sasa waangalieni sasa wanaoshabikia, kwa sababu jambo hili pia limekuwa na mashabiki wengi na wengi wao hawako ndani ya nchi yetu.